Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, teenagers back at home. Welcome back to Teens Connect. And this is the segment of Teens Hangout. And joining me are different teens. They'll introduce themselves, or rather they earlier introduce themselves. And today's topic is very, very interesting, like we have said. It's talking about modesty, dignity. Vile ambavyo unajibeba. Vile ambavyo unajistiri wewe kama Muislamu ama wewe kama teenagers back at home or just around us, sindio? Yes. And that is the most important topic that we'll get to discuss today with the teenagers we have on set. Bismillah. So, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mko aje? Mko poa? Mko poa? Yes. Mko warmed up for this segment? Yes. Mko warmed up? So, venye tumesema, today's topic, ama today's discussion is more of modesty na dignity. But before tuongelea about modesty na dignity, wewe kama teenager, ni nini understanding yako ya modesty? Ama nini understanding yako ya dignity, for example? Nyinyi kama Waislamu, ama nyinyi kama two teenagers? What do you have to say? Modesty ni kama kujistiri. Msichana ama mvulana. Hivyo ndo unaelewa modesty, kujistiri. Yes. Oh, okay. Narjis? The way you react to people. The way you react to people. Modesty, tabia yako venye una relate na thank you. Kujistiri na vile unajibeba mbele ya watu kama kwa peke yako. Oh, mashallah, at least those are the understandings you have ya what modesty is, sindio? Nikirudi kwako, umetuambia jina yako ni gani? Jamal Abdalla. Jamal, very good. Jamal, sasa wewe kama a teenage boy, umetuambia modesty ina involve kujistiri. Wewe kama mvulana saizi, unafikiri umejistiri ama hujajistiri? Nimejistiri. Umejistiri. Umejistiri kwa sababu umevaa kanzu na kofia, ama ni nini maana yako, ama ni nini una understand by kujistiri? Kujistiri ni kama kuficha uchi wangu. Kuficha uchi, si ndio? Mashallah. Kama hata nikivaa trouser na shati niko nimejistiri. Utakuwa umejistiri wewe kama mvulana, si ndio? Utakuwa umeficha uchi wako because tunaambia wavulana uchi wao umefika kutoka wapi paka wapi? Kuanzia kwa magoti hadi kwa kitovu. Kwa kitovu paka kwa magoti utakuwa umejistiri, si ndio? But hiyo inamaanisha uende ukivaa short yenye imetoka umevaa short bila t-shirt ama bila inaitwa je shirt ya juu, tembea hivyo bure. Inamaanisha ufanye hivyo kweli? Kwa sababu hijab yenu ni kutoka kitovu hadi magoti. Inamaanisha utembee bure kweli? Hapana. Hapana. Inamaanisha pia wewe kuna ile heshima unajipatia kama teenage boy ama mwanamume, si ndio? Unasema wacha mimi sitembee hivyo, nivae an extra cloth on top ndo nijistiri vizuri, si ndio? Mashallah. But ikikuja kwa upande wa wasichana, huwa tunasema rules zetu za kujistiri ni a bit more complex ama a bit more strict, si ndio? Nyinyi kama wasichana teenagers, do you think hiyo ni kama burden kwenu? Hiyo kuambiwa wavulana wanafaa wajistiri kutoka kitovuni paka magoti, lakini sisi wasichana lazima tujitande kila mahali kama wasichana Waislamu. Do you think ni mateso ama ni burden? La, mbona? Do you think it's a burden? Unaambia si hata pia mimi na wish ningekuwa natembea na trouser, ama ningekuwa tu natembea tu na top peke yake ama na kitu. Yaani nilikuwa tu pia mimi naonyesha uchi wangu. What do you think? Mbona sisi tumeambiwa tujistiri vizuri? Dini ya Kiislamu inasema. Firdaus? Kwa sababu ya Bibi Fatima na Bibi Khadija walikuwa wanajistiri, hawakuwa wanaonekana yani mali yoyote na viungo wetu kama wasichana na wengine yani Mungu wetu atufai kuoneshana. Ndio maana tunafai kutumamba tujistiri. Mashallah. Tumongelea hayo ni mavazi, lakini pia tukisonga kwa kitu kingine tumeambia modesty is not just about what you wear, si ndio? It's about how you carry yourself as well, si ndio? What do you think about that, Jamal? Wenye tunaambiwa wewe umeshavaa kanzu na kofia yako sawa, uko sawa, your modesty is in check. Do you think that's the case? Kama mienendo yako, si ndio? Kwa sababu huwezi kuwa umevaa tu kanzu na kofia na trouser alafu utoke huko nje uanze kutukana watu, utoke huko nje uanze kukosea watu. Hapo itakuwa bado kuna modesty yako ama utakuwa hauna hiyo modesty na dignity?
utakuwa una because utakuwa una disrespect hiyo mavazi yako ama hiyo modesty ama hiyo kanzu na kofia yako umevaa, si ndio? What do you think, girls? Is it? Yes, it is. As girls, tunafaa embrace that. We have to embrace being modest and at the same time being respectful and at the same time being comfortable in it. Because saizi, for example, tuambiwe. Tunavaa hizi mabubi because it is expected of us. Dini yetu imetuallow na dini yetu imesema sisi kama wasichana wa Islam ama kama sisi kama Waislamu tunafaa kuvaa hivi, tunafaa kujibeba hivi, si ndio? Lakini for example, mngekuwa na option ama mngepatiwa option mwambie kuanzia leo nyinyi si Waislamu, vaeni vile mnataka. Mngevaa vipi? Mngevaa trouser. Mngevaa vipi? Ungevaa vipi? Bado ungevaa trouser na top? Ama ungevaa vipi? Ungeambia kuanzia leo, umepatiwa huru, mvae venye mnataka. Si lazima mconform na Islamic rules. Mngefanya vipi? Ungejistiri, si ndio? That's an honest opinion. Na wewe? Na wewe? Ungejistiri. Mfano utakuwa unavaaje wewe? Short na vest. Hiyo bado umejistiri, si mbaya kwa vulana, si ndio? Ama kwa wanaume, lakini utakuwa unavaa short na vest. Au utakuwa unatembea uchi, si ndio? But hiyo ni opinion yako. Na wewe? Shati na trouser. Hijab itakuwa? La. Na wewe? Pencil skirt na sports bra. Na sports. We kali. Lakini sasa hiyo ni opinion yenu kindani. That's why nilikuwa nauliza hiyo hapo earlier on. Do you think venye sisi tumeambiwa kama hata achana na our counterparts. Do you think sisi wanawake tumekuwa oppressed ama kuna ile mateso tumepatiwa tukiambiwa tuvae hijab na hii? Kwa sababu dini yetu hivyo ndio imesema. Dini yetu imesema nini nyingine? Kama dini haingekuwa imesema, hii kujistiri ingekuwa imetusaidia kivipi? Kama Waislamu. Ingekuwa imetusaidia kuficha uchi. Kuficha uchi, very good. Kuficha uchi wetu, si ndio? That is very important. Na nini mbaya kwani usipoficha uchi wako? Nini itafanyika? Usipoficha uchi wako? Utapata dhambi. Utapata dhambi. Nini nyingine? Kama msichana, wavijana ni za kutamani. Na pia wewe mwenyewe unaweza kujifanya azin. Unaweza fanya ukarepiwa. Ukapata such incidents, si ndio? That's very educational. Anaweza kukulaani ukivaa venye unataka na yeye amesema uvae hivi, si ndio? What other thing can you share? Like for example, hizi zote umeshare iko based kwa religion, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka, kwa sababu tutapata dhambi, kwa sababu tunastiri uchi wetu. But sasa hizi venye tumesema hatuna option ya kuvaa. Mimi nikamwambia leo Khadija, leo si lazima uvae buibui, toka nje uvae venye unataka. Mimi personally nitasema zile juu nishazoea kuvaa buibui, nishazoea kujistiri, itakuwa ni vigumu, si ndio? Kutoka huko nje na kuvaa venye nataka, si ndio? Kwa sababu hii hijab, modesty, it's meant to kutustiri sisi. It is also meant to protect us as women, for example. Ukitoka huko nje inatuepshana na maafa different. For example, hivyo venye umesema kukua attracted to the opposite gender, ile wanasema umekuwa kama prey. Watu wanakuona hivyo, wanaona huyu ni easy target, tunaweza muattack, si ndio? Number 2, kitu kingine ni hiyo dignity venye imeingiliana, heshima. Unajua mtu anaweza kukuangalia venye umevaa na aseme huyu nitampa heshima yangu. Mshasikia kitu kama hiyo? Like unaweza toka nje umevaa like nguo zako tu za kiheshima vizuri, lakini juu hauja interact na mtu, jongea na yeye, the first thing mtu anasema huyu mtu nitamheshimu. Hata si lazima aseme, iko automatically kwa akili, wacha ni mheshimu kwa sababu ya vile amevaa mavazi yake, si ndio? That's one of the important roles. The other thing tunasema hii ni ile kumkaribia karibu na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametuinstruct sisi tujifanye nini? Tujistiri. Otherwise tungesema siku kujistiri tungetoka huko nje tukae kama wanyama, si ndio? That's the other thing. Hiyo ndio inatuset different from animals. Venye tunajistiri, venye tunavaa nguo. Otherwise tungekuwa tunatembea kama kila mtu angekuwa na huru ya kuvaa venye anataka,
Tungekuwa tunatoka huko nje tunapatana na watu wako uchi, si ndio? Lakini kuna hiyo universal rule like kila binadamu lazima fanye nini? Ajistiri. Na the other thing, tuambie ngozi yetu tukiexpose sana kwa jua, kwa mvua, baridi, sitapata different health effects, si ndio? For example, tunaweza kuwa wagonjwa, maybe hizo sun rays zinaweza kutuaffect skin yetu, si ndio? Tukinyeshwa na mvua pia magonjwa, like different things, si ndio? Na pia hii nguo kuna venye tukivaa tukitembea, maybe hata viatu tunavaa nini, like this just a certain protection yenye tuko nayo tukivaa hizi mavazi, si ndio? That's very important. Now before tufunge ma we come close to to the end of the segment, ningetaka every one of you muniambie who is your role model when it comes to modesty. Ukifikiria tu modesty, hiyo kujistiri, kujibeba na akhlaq njema, kukua na respect for yourself na pia for other people. Nani ni role model yenu? For example, Jamal. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mbona yeye unamuona kama yeye ndio role model? Kwa sababu yeye akona mwenendo mzuri, anavaa vizuri. Mashallah, si ndio? Yes. And we can all learn from that because hata sisi wanawake pia hizo tabia zote, hizo akhlaq yote ilikuwa put in place, fiqhi nini, akhlaq ya venye tunafaa kuvaa nini, hiyo yote ilikuwa ni lessons kutoka nani? Mtume Muhammad, si ndio? Na wewe role model wako modesty? Mbona yeye? Bibi Fatima. Kwa sababu alikuwa anajistiri, kwa anaonesha uchi yote. Na umelearn nini from that? Kama sisi Waislamu tunafaa tujistiri mwili mzima. Kama Bibi Fatima, si ndio? That's your role model, mashallah. Role model wangu ni Bibi Sakina. Bibi Sakina. Mbona yeye? Kwa sababu kwa mji wa Karbala alinyang'anywa hijab yake. Hijab yake na hawakumrudishia, akatembezwa hivyo vyote, na saa mimi niko na opportunity, hakuna mtoto amenyang'anya. So na feel proud. You're proud of hijab? Oh, mashallah, because whatever happened to Bibi Sakina was very sad, but tunaona hiyo resilience yake, tunaona venye alijitokeza aka sacrifice all that na bado aka maintain nini? Hijab yake, si ndio? Haya, tunaambiwa tunasemaje? Tunaambiwa kuna hii notion ya hijab. Just random question. Tunaambiwa if you had an option leo hii, uambiwe Firdaus, Narjis na Jamal, mwambie mko na option ya kuchoose mtazaliwa kama nani? Apart from role models mmechagua, mkiambia mko na choice ya kuchagua kukuwa Muislamu, kukuwa Buddhist, kukuwa an animal ama anything, would you still choose to be a Muslim, or would you still choose to be Jamal, Narjis na Firdaus? Mngepatiwa saizi option ya kurudi nyuma, tuseme tunataka kuzaliwa venye tunataka, si venye tuko saizi. Sisi wote tumezaliwa tukajipata tuko hivi. Mtataka kukua the same people? Mtataka kukua the same Muslims, ama mtataka kukua animals, ama mtataka kukua trees? Muslim. Saizi ukapatiwa option ukue like urudi uzaliwe kukua venye wewe unataka kukua, unaweza taka kuwa nini? Muslim. Mashallah, kwa nini? Kwa sababu Muslim ndio dini mzuri. Ndio dini inakuonesha kuwa vizuri. Ndio dini inakuonesha njia nzuri. So you'd still choose to be a Muslim? Yes. Mashallah. But uko na option ya kuchukua kitu kingine apart from being a Muslim? What would you want to be? Apart from Muslim? It'll be a... I'm sure kwa akili yako ushitaka kusema mimi nikarudi tu tena kuzaliwa, naweza taka kuwa hii kitu. Utakuwa nini? Before we finish, we'll get back to you. Nargis? Muslim. A Muslim. Anything else? Anything additional? Just Muslim. Yeah. Mashallah, kwa nini? Kwa sababu Muslim inatufundisha kuwa na tabia njema. Tabia njema, si ndio? Of which is important for you as a teenager, right? Naam. Mashallah. Firdaus?
Tubambe hiyo yenye iko kwa akili yenye unafanya usmile. Nataka utuambie. Taki. Taki. Unataka kuwa taki ukirudi. Mbona taki? Unataka tu ukue taki. Kwa nini? The animal taki. Ama unataka kuwa in the country taki? Tausi. Tausi. Yeah. Oh, si taki, tausi. Unataka kuwa peacock. Mbona? What fascinates you about peacock? Kwa ajili azin. Venye inaringa. Venye inaringa. So unapenda maringo kidogo kidogo, si ndio? Okay, that's very interesting. That's nilikuwa nauliza. Unajua saa zingine mtu anasema okay, yes, I'd like to be a Muslim, but I also like this other side, but I also like this thing, I also like. Kuna mtu nilimuuliza, there's a teenager I asked, unataka kuwa nini? But akasema me when I come back, I'd like to be a mountain. A mountain. Why a mountain? Because the mountain is there to be admired. It's big, it's great, it doesn't move, and it has a lot. Nikasema that's very fascinating. So unataka kuwa tausi. Okay. But tausi is also a beautiful animal, sindio? Yeah, alhamdulillah. So we have come to the end of this segment ya modesty na dignity, and we hope pia we get to learn different things from this, sindio? Yeah. Alhamdulillah. So teenagers back at home, that brings us to the end of this segment, and we hope we also ponder on this topic of today about modesty and dignity. What do you have to say about modesty and dignity, you as a youngster or you as a teenager back at home? So that will be it from this segment. See you in the next one. Masalam. Masalam. A lovely conversation. You know, wakati tunasikia modesty, we only think of, you know, like the clothes that we wear peke yake. But I did know that, you know, like our mannerisms pia zina factor in, vile una interact na watu hapo nje. Oh, mashallah. Ni vipi unaongelesha watu huko nje. Hiyo yote ni part of modesty. Si just the clothes. Unajua tunaambiwa hijab tu. Venye watu wanajua huko nje hijab ni venye ambavyo unavaa. Hijab ya wanaume kutoka kwa kitovu mpaka kwa magoti. Lakini hapana. Hijab is more of that. Modesty is more than that. Than and just a our piece of teens cloth. were actually very modest. Very. You remember, there's a question I asked them, by the way. If you as Zuhra, you are told today, kwanzia leo haukui Muislamu. Si haukui Muislamu, kwanzia leo ni Muislamu, lakini uko na huru ya kutovaa hijab na kuvaa hijab. What will you go for? I'll leave it to our viewers to answer that for us, to guess what we will actually dress.